Wametaja nishati ya umeme, wametaja zahanati pamoja na elimu. Shule ya sekondari ni moja, lakini iko kilomita ndefu sana. Okay. Mambo makubwa matatu kati ya haya yaliyoweza kuainishwa. Kwanza, tuwapongeze wananchi, wameonyesha wako tayari kuwasikiliza viongozi wao, wanapoonyesha wako tayari kushirikiana nao, japo uvumilivu unaelekea mwisho. Baba na miaka 58 anasema miaka yote hiyo hajaona jitihada za dhati za serikali kuwatambua kama wananchi wenye mahitaji mahususi, iwe ni maji, iwe ni umeme, hata miundombinu. Barabara hii hawajazungumza tu kwamba barabara yenyewe wanahitaji iwe ya lami ili iweze kurahisisha shughuli za usafiri. Japo tuna maeneo mawili nitaka, kabla sija finalize, nijue kimoja, shughuli kubwa za kiuchumi eneo hili ni nini, za uzalishaji kubwa ambazo zinategemea kuendesha maisha ya watu ni nini? Kilimo na ufugaji. Kilimo na ufugaji. Yaani mnalima mazao gani asilimia kubwa? Mazao asilia hapa mahindi na mihogo. Sasa mihogo ni soko kubwa hili. Unapoona dawa katika hospitali zote nchini na kokote duniani, mihogo ina mchango mkubwa sana katika utengenezaji wa vidonge. Kwa hiyo watu wakipatiwa elimu ya kutosha kuhusiana na mmea huu tu, una fursa kubwa sana za kiuchumi na kubadili maisha yetu. Wito wangu kwa leo hii ambapo nimepata fursa ya kuwepo eneo hili na kuonana na ninyi ambao mmetoa fursa ya ushirikiano, walau tujue kwamba kuna changamoto gani katika maeneo haya. La kwanza, tutachangia kuona sauti yenu tunaifikisha pale ambapo yenu ilikuwa haifiki. Ndio la kwanza tutalifanya. Huyo Muhongo ni waziri, tutamfikia. Profesa nani alikuwa waziri, sasa hivi ni mbunge, tutamfikia kwamba ajue tumepita katika eneo lake na tumeona changamoto gani. Lakini la pili, huyu waziri wa maji Juma Aweso, tumezungumza tukiwa Pwani, walienda kutembelea kule Pwani. Leo tupo eneo hili ambapo ni mita chache au ni kilomita chache kutoka ziwa Victoria, ziwa linalozungumziwa kwenda kuhudumia maji Dodoma na mikoa mingine. Ni lazima kwanza, sasa lazima uanze na nyumbani. Hata katika maendeleo ya kawaida, ukipata kipato, kwa kwanza hudumia nyumbani, ondoa njaa nyumbani, ondoa kiu nyumbani, ondoa njaa nyumbani, alafu ndipo katoe kwa wengine. Yes, lazima tuanze nyumbani. Kwa hiyo ili tutalisema kwa sauti inayostahili, tutaifikisha. Hivi vyombo na teknolojia tulizonazo hizi ya mawasiliano tutaitumia kama nyenzo ya kufikisha ujumbe pala pengine na kwingine, tutaandika kwa mikono yetu. Moja ya changamoto tulizoziona. That's my commitment kwenye jambo hili. Lakini la pili, wito wangu kwenu, endeleeni kupendana, unganeni, jadilianeni changamoto zinazowahusu ili zijumuike, tuwe na sauti ya pamoja. Kwa kila mtu akijifungia na taarifa yake ndani, unaweza kada wote mnalirudia jambo moja, lakini mkizungumza na mkawa na umoja, rahisi kwamba shida zetu ziko kumi. Kwenye ufugaji tunapata changamoto gani? Je, tunasumbuliwa kwenye malisho na maeneo mengine? Hiyo inakuwa changamoto ya kwanza. Lakini la pili, kwenye mazao yetu tunapata changamoto ya kusafirisha mazao yetu kwenda kwenye soko, ama soko lake linaanguka, yani tunauza kwa bei ya chini kutokana na hali halisi ya usafirishaji, jiografia yenyewe, mazingira yenyewe jinsi yalivyo. Ili tuweze kuongeza thamani, lazima tuhakikishe namna gani yanafika, namna gani. Tukitizama katika hali ya mazao haya, kuna ushambuliwaji wa mazao na wadudu.